Akiona mama anahuzunika, baba akatengeneza kamalimba. Kale kakuwa anampigia, anambembelezea. Ukiwa na mke jifunze kubembeleza. Usishiishi tu hivi hivi. Jifunze kubembelezea. Akawa anampigia kamalimba, anambembelezea. Wakati huo anatafuta dawa za kupata kizazi. Baada ya miaka kadhaa, mama akapata ujauzito. Alipopata ujauzito, kukawa na furaha kubwa nyumbani. Akazaa mtoto, akamuita Biseko. Kaka yetu mkuu Biseko. Alipofikisha mwaka 1 na miezi 8, Biseko akafariki. Mama akataka kujinyonga. Wakafunga mikono, wakafunga miguu, na wakaweka mtu wa kumwangalia. Muda wa miezi 6 anachungwa, maana anasema nilifukuzwa kwa mume wa kwanza, na ndio nimebahatika nikazaa mtoto anaitwa Biseko. Biseko na amekufa, afadhali nife tu, hakuna sababu ya kuishi. Baada ya kubembeleza, mama, Mungu si Athumani wala si Abdalla, akapata ujauzito tena. Akazaa mtoto wa kiume tena, akaitwa Bitulo, mtu anayerithi mahali mtu alipokufa. Bitulo akakua. Baadaye akapata ujauzito, akabeba mimba, ikakua, akazaa mtoto. Nikazaliwa mimi, nikaitwa jina la nyumbani, jina baya, nikalikataa. Hata mke wangu alijui, hata nani alijui, na nikafa kifo cha asili. Lakini sikiliza, wakati mama alipotuzaa watoto, sasa tuko wawili, tulikuwa tunalelewa kama vile tuko magereza. Mama, mtoto akipita, anakuuliza umemsalimia, unasema sijamsalimia, unakolewa konzi kaka. Naona huyu mama ni msumbufu sana. Alafu nikiwa na miaka kama 4, nilikuwa najua kupika chakula chote, ugali, mboga, na mimi nikikupikia mboga huwezi kuamini hii mboga imepikwa na mwanaume. Akanifundisha kufua nguo, na kana kwamba haikutosha, tukafundishwa. Kaka yangu alikuwa mjeuri kidogo, ila mimi nilikuwa muungwana. Tukafundishwa kusaga mawele kwenye jiwe. Unasaga mawele ya kula watu 5, na akute mawele yale umesaga haya kulainishwa vizuri, utapigwa kama mbwa. Siku moja nikamwambia, ndio maana Mungu alikunyima uzazi, ukufaa kuzaa wewe. Akasema utaelewaga tu baadaye. Asubuhi saa 12 umeshaamshwa kwenda kung'oa nyasi, na ukitoka kule kung'oa nyasi unakula kiporo, unamaliza kula kiporo unaenda kuchunga. Saa 8 unarudi au saa 10 unafika, unakula chakula cha mchana. Ukimaliza kula chakula cha mchana unaenda kung'oa nyasi. Ukimaliza kung'oa nyasi unakuja unahakikisha kwamba nyasi zimewekwa hapo, unaenda kuoga. Ukimaliza kuoga unakuja kupika mboga. Ukimaliza kupika mboga unapika ugali. Nikaona mama huyu ni shetani mwekundu wala wa njano, hawezi kuwa hivi. Mama wa jinsi gani huyu? Nikamwambia hivi. Siku moja nikamuuliza, hivi hapa ni magereza ni nyumbani? Akasema
utajua baadaye. Na tena ukimuuliza maswali anayokuelekeza unapigwa konzi za kutosha. Nikawa naona yani nyumbani hapa ni matatizo tu. Afadhali kutoroka. Kumbe mama alikuwa ananichonga. Biblia inasema nyumba ya Eli, uovu wa nyumba ya Eli hautasafishwa kwa dhabihu wala kwa sadaka. Na Mungu akasema nyumba hii inafutwa milele. Na nyumba ya Eli ilifutwa milele. Kwa nini nyumba ile ilifutwa milele? Biblia inasema kwa sababu ya uovu ambao Eli aliujua. Uovu wa watoto wake Eli aliujua, lakini hakufanya nini? Hakuchukua tu. Hata wewe unajua uovu wa watoto wako. Na ngoja tu ujikalie kwenye makambi hapa unastarehe. Unajua uovu wa watoto wako. Katoto hata kadogo tu kanapita pale, mtu anapita, anafika nyumbani, hata akawezi kusalimia, kana kuangalizia tu. Unaweza, nilifika mahali fulani, katoto mama yake anakambia usalimie mchungaji, kana mwambia ninamfahamu mimi, ni mchungaji wa wapi? Katoto kadogo ka miaka 4 kanasema mimi siwezi kusalimu mchungaji, msalimu wewe. Nikasema mimi kama mchungaji nikafinya. Mama nasema watoto wa siku hizi kizazi cha .com. Nikasema wewe mama ni mjinga au na akili? Unaenda kwa nyumba ya mtu, katoto kamekalia kiti hiki kanalilia, kiti changu, au huyu amekaa mahali ninapokaaga. Alafu wazazi wanakwambia baba, hama kwa kiti hicho, ni cha mtoto. Yani tunaishi maisha ya ajabu sana. Katoto kakike kanashona nguo iko hapa, na kanatoka nyumbani kanatembea, hata nguo zake zilizovaliwa utafikiri ni nguo za malaya, anajiuza. Wazazi wapo tu wanaangalia. Watoto wa siku hizi, ni mama la siku hizi na ni baba la siku hizi, ni baba la chekechea. Wewe ni mzazi, umepewa dhamana, ni mzazi umepewa dhamana hii. Mimi nilisema, niliwaambia watoto wangu, ni vizuri mtoroke hapa nyumbani, lakini hamtatoboa. Kuniletea za kuleta, hamtatoboa. Eli alijua uovu wa watoto wake, alijua kabisa wanachofanya. Alikuwa mzee babu poa. Maandiko matakatifu yanasema Eli alipenda utulivu na amani. Na kuna wazee kwenye nyumba zao, wazee ambao wanapenda utulivu na amani. Nenda uone watoto wao, nenda uone hata wajukuu, hamna kitu. Mzee mmoja alikuwa anamwambia mzee mwingine. Mzee yule alikuwa amezaa watoto 2, lakini mwingine alikuwa amezaa watoto 8. Akawa anasema haya matoto yote 8 yanaweza kulazwa kama mabua huku na huku, yakageuzwa. Mtoto wangu mmoja akayachukua, akayaenda kuyamwaga kwenye shamba kama mbolea. Mnaweza kuwa mmezaliwa watoto wengi kama mbolea tu, hamuna sera, mnazidiwa na katoto kamoja. Uovu wa nyumba ya Eli leo ni uovu wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Tumeshindwa kulea watoto wetu.
wanajiendea tu. Watoto wetu ndio wanafanya wanavyotaka kufanya. Eli alikuwa nani? Eli alikuwa nabii. Tena nabii na mwamuzi na kuhani. Na alihukumu Israeli. Na alikuwa kuhani kwa miaka 40. Eli. Lakini Eli alikuwa mtu asiyefaa kitu. Makuhani wote wawili, Eli pamoja na Haruni, walikuwa wanafanana. Walikuwa babu poa. The man who loved peace and ease, walipenda utulivu na amani. Hawakufanya chochote. Na matokeo ya watoto wao yalikuwa mabaya. Watoto wa Eli walikuwa wanafanya mapenzi na wasichana wanaotumikia hekaluni. Wanafanya mapenzi. Wakimaliza kufanya mapenzi, wanaenda kuchukua nyama, wanakula. Wanachukua mikate, wanakula. Wakimaliza, wanaenda kufanya mapenzi. Makuhani wa Mungu leo ndio picha. Sama naomba kitambaa changu hapo. Kwenye begi hapo ni bebe tu, hilo begi mletee. Mbe nimekisahau. Leo kwenye makanisa yetu, wale waimbaji wanaoimba, mambo ni yale yale sawa na watoto wa Eli. Wanaimba, kwaya nyingi zinaufuska uzinzi wa kila namna. Na wazee tupo, na wachungaji tupo. Hakuna mtu anasema, jamani mnafanya nini? Hati kwaya itavunjika. Hati kwaya inalea vijana. Mambo ya ovyo. Wakimaliza, wanaenda kuchukua sadaka. Wakati sadaka inapikwa, kuhani anaenda anasema, kata nyama hii upesi. Kuhani wakimwambia, subiri kwanza tumalize alafu hii sadaka iteketezwe. Usinipangie mambo, kata nyama hii upesi, nataka kula. Au kama nyama inapikwa iko kwenye chungu, anaenda anachoma na meno ya uma na kula. Akimaliza anaenda kwenye uzinzi. Sikilizeni ndugu zangu. Hata wachungaji wenzetu tunajaribiwa mambo ya uzinzi. Wazee ndio acha na kusema. Mashemasi acha na kusema. Kanisa limekuwa kama pango la wanyang'anyi na hakuna mtu anasema rudisha malezi ya watoto. Nabii Yeremia anasema katika Yeremia 13:20, liko wapi kundi lile zuri nililokupa? Sisi wachungaji tuna makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni la watoto wako. Kundi la pili ni la washiriki. Kule kwangu mwaka huu nimetoa wazee wawili kwenye uzee. Mzee mmoja alifanya mambo ABCD, nikasema kaa pembeni. Alafu mzee wa pili nimemtoa tu mwezi uliopita, kaa pembeni. Mzee anaenda kupigana mbele za watu, huyo ni mzee? Kaa pembeni. Katika kile kitabu cha Desire of Ages, ukurasa wa 291, anasema ofisi ya mchungaji ni ofisi ya pili kutoka kwa Yesu. Ofisi inayofuata ni ofisi ya mchungaji. Anapaswa kulea kanisa kama vile anavyolea watoto wake mwenyewe. Kuwaonya, kuwasimamia, kuwaelekeza, kuambia nini cha kufanya watoto wa Eli. Wakimaliza, Biblia inasema hata sadaka ya Bwana. Samueli ya kwanza
Samueli ya kwanza sura ile ya 2 fungu lile la 12 mpaka la 17. Sikiliza watoto wa Eli. Anasema hivi: basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu. Hata watu sasa hivi wanasema huyu ni mchungaji au ni mtu gani? Hata wachungaji, hata wazee, hata washiriki tumekosa kufanana. Hata watu wa kanisa tunafanana tu na watu wa ulimwengu. Hawakujali haki ya makuhani ilivyokuwa. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote, ndipo huyo mtumishi wa kuhani nyama ilipokuwa katika kutokota, na akawa na uma wa meno matatu mkononi mwake, naye huutia kwa nguvu humo chunguni, ili au birikani au sufuriani au chomboni, nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe. Ndipo walivyofanya huko Shilo kwa Israeli wote waliokuja huko. Tena kabla ya kuteketezwa mafuta, huja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kuitoa ile dhabihu, tolee kuhani nyama ya kuoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa, bali nyama mbichi. Tena ikiwa mtu yule amwambia, wakosi wataichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utoe kadiri roho yako itakavyopenda, ndipo usema sivyo, sharti unipe saa hii, la unipi, basi nitaitwaa kwa nguvu. Hivyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya nani? Hata vitendo tunavyofanya katika maisha kama wachungaji tunakuwa kama the comedian. Roho ya unabii haitetewi, mambo ya kanisa hayatetewi. Ndivyo walivyokuwa watoto wa Eli. Wanafanya uzinzi kanisani, alafu wanachezea sadaka ya Bwana, alafu hakuna mtu anayesema chochote kile, mbona mnafanya hivi? Mungu akachukia, ghadhabu ya Bwana ikawaka. Bwana akasema, kama niishivyo, hakika nyumba ya Eli na dhambi yake na ukoo wote itafutwa, hawatakumbuka. Katika maisha yako, kadiri unavyoshindwa kulea watoto wako, nyumba yako itafutwa na ukoo wako utafutwa. Malezi ya watoto wa Eli hawakufika mbali. Walipoenda vitani, Hofni na Finehasi walipigwa na sanduku la Finehasi. Alipoambiwa ya kwamba sanduku la Bwana limeenda, alafu na mume wako amekufa, akasema ikabodi. Alikuwa mjamzito, akajifungua na akafa. Utukufu wa Bwana umeenda. Malezi. Watoto wa Haruni, Nadabu na Abihu walikuwa ni hivyo hivyo. Baba yao alikuwa babu poa, mama yao hivyo hivyo. Wale watoto walikuwa wanakunywa pombe, alafu wanaenda kuhudumu kanisani. Mimi nasema ndio kuhani wa Bwana. Kuhani wa Bwana mimi. Kuhani wa Bwana. Hata siku Bwana alipoitembelea Israeli, utukufu wa Bwana ukaonekana. Wakati huo vijana wale walikuwa wakinywa pombe na kufanya zinaa. Utukufu wa
umewaka, ulikuwa ule moto unaosikia moto wa sadaka ya kuteketezwa ulikuwa unatoka mbinguni. Haukuwa moto wa kupikia sawa na moto ambao watu wanapikia chakula. Wale vijana walipokuta moto haupo, wakaenda wakachukua moto katika hema yao ya kupikia, wakaleta patakatifu kwa Bwana. Walikufa saa ile ile. Nyumbani kwako unakesha, watoto wako unawafundisha, wanakariri mafungu, wajukuu wako hivyo hivyo, wakamwana umewakoromea, au ni babu poa. Wewe mwenyewe usomi Biblia kwa mpango, una lesoni, una kesha. Makesha yanauzwa pale, yako pale. Nani atanunua makesha? Ni mjinga huyo wako. Mjinga namba ngapi anunue makesha? Mambo ya kiroho hayapatikani kwa kuungaunga, hayapatikani kwa kubahatisha. Mwandishi mmoja ameandika kitu ambacho kilinivutia sana kwenye ile Bible Life Application Study Bible. Ameandika hivi: past victories cannot substitute for present truth. Mimi nikatafsiri hivi: ushindi uliopita sio mbadala wa kuaminiwa leo. Ushindi uliopita sio mbadala wa kuaminiwa leo. Wewe unapofikiria kwamba wewe ni Mkristo mzuri, napenda nikwambie kila siku ina majaribu yake. Kila siku ina majaribu yake. Wakati wale watoto wa Eli wanafanya vitu vya namna hiyo, walifikiri baba yao atakuwa salama, nyumba yao itakuwa salama. Siku walipokufa, baba yao alifariki, aliangukia kiti akavunja shingo. Mzee aliyekuwa amejisheneesha kwa zaka na sadaka za Israeli. Unaweza kuwa kanisani unaona una amani ya kutosha, lakini siku moja napenda nikwambie, PP ukurasa wa 578, utafuna unachopanda kwa watoto wako. Watoto wako na mume wako watakuzuia kwenda mbinguni. Watoto, wewe pamoja na lesoni zako, pamoja na kuimba, pamoja na kuhubiri, haijalishi wewe ni mhubiri mashuhuri, lakini Mungu anachoangalia ni kwamba je, unaandaaje familia yako? Unajiandaaje wewe mwenyewe? Unaandaaje familia yako? Eli alikuwa kuhani, Haruni alikuwa kuhani, hakutoboa. Hata wewe unaweza kuwa mwimbaji, naweza kuwa mhubiri, naweza kufanya jambo lolote, sitatoboa. Desire of Voyages ukurasa wa 291 anasema ofisi ya kwanza ni ya Mungu, ofisi ya pili ni ya wachungaji. Na Mungu atadai jinsi gani walivyofundisha kanisa, walivyoelekeza watu waweze kulea watoto wao. Mtoto anatoka, kisa kinazungumzwa kule Dar es Salaam. Kwamba mabinti fulani walikuwa wanaenda beach. Wameweka mayai kwenye tray, wameweka vifaa vya kwenda beach, kwenda kuogelea. Mama yao akawaambia nenda na Yesu. Wakamwambia mama, wamevalia nguo za kuogelea, wamevalia mitindo ya kila namna, wanatembea kwa viatu, wananepa, mwili utafikiri hakuna mfupa, wananepa. Watoto wa kileo, wazazi wa Samia Suluhu Hassan, watoto wa Samia Suluhu Hassan. Enzi hizo zilikuwa za mzee, nafikiri mzee Jakaya Mrisho Kikwete au Daktari John Pombe Joseph Magufuli.
wakamwambia twende na Yesu, hatuna nafasi sisi kwenye gari. Yesu tutamuweka wapi? Labda akae huko kwenye buti na mayai. Walipoondoka wakapata ajali, wakamalizika pale pale. Lakini buti iliyokuwa na mayai na Yesu, hakuna hata yai moja lililovunjika. Malezi. Biblia inasema nini? Katika Mwanzo 18, Ibrahimu, tusomee Mwanzo 18. Ibrahimu alilea watoto wake vizuri. Mwanzo 18 fungu la 19. Mwanzo sura ya 18 na mstari wa 19, neno linasema, Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizia Ibrahimu ahadi zake. Asante sana. Unajua baba, katika nyumba wewe ni traffic. Baba na mama katika nyumba wewe ni traffic. Mtoto akikuletea za kuleta unasema la, hilo halitatoka. Mtoto akilia unasema nimesema kama mzazi hilo haliwezi kutoka. Kulea watoto tunatumia njia kama 4 kama sio 5. 4. Moja, njia ya kuwapenda, njia ya upendo, njia ya kujadiliana, njia ya kuelekeza. Njia ya pili, njia ya kuamuru. Njia ya tatu, njia ya vipigo. Kuna binti mmoja yuko mahali fulani, anasema kule Marekani, mtoto akilia unachukua sound proof unaweka mdomoni, maana akipiga kelele kama dakika 1 au 2 utachukia polisi wanatinga pale kwenye mlango, wanachukua mtoto, wanasema unyanyasaji huu. Nilikuwa naongea na rafiki yangu yuko Uingereza, anasema yeye alienda kule sasa amekaa kule, wameshazaa mtoto, wako kule Uingereza miaka 30. Binti yao mkubwa ana miaka 20, kijana wao mdogo ana miaka 7. Wanajuta kwa nini walienda Uingereza, japokuwa wana hela. Wanajuta. Binti ambaye yuko chuo kikuu ana boyfriend, anasema mambo ya mapenzi kila mtu yuko huru, na wazazi wakimwambia la kumwambia anasema nitapiga simu polisi, wananyamaza. Yaani wazazi wanaongozwa na katoto kachekechea, na wazazi wamefyata mkia. Wanamuuliza sasa, hii mambo ya kwenda kanisani, wenyewe ni Waadventista wa Sabato, kaka katoto kanasema hakuna Mungu. Kabinti ka miaka 20, na ameambia amekaambukiza kadogo kake ka kiume kana miaka 8 sijui 9, kenyewe pia kanasema usitubabaishe, sisi ni Waingereza, sisi sio wa Tanzania. Ukitaka kwenda Tanzania mwende wenyewe. Hiyo ndio kashishi. Ibrahim aliamuru watoto wake. Baba katika familia ni traffic. Unasema ili hapana, ili litafanyika. Na kama wewe ni babu poa, subiri tu utakiona malezi ya watoto. Alafu baba katika familia unalea, unaamuru, ukimaliza unaombea watoto wako. Watoto wako una siku ya kuwaombea? Je, una siku ambayo unaombea mtoto mmoja mmoja, unamuita chumbani unamuombea? Kama ni wakubwa, hata kama wana miji yao, panga siku yake ya kumuombea, unamuombea yeye
na mke wake na mume wake, alafu na watoto na wajukuu, unawaambia kaa pamoja, leo ni siku yenu ya kuwaombea. Unawaombea watoto wako. Alafu Ayubu alikuwa anawatolea sadaka. Unawatolea sadaka, umewatolea sadaka ya makambi watoto wako. Au huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo. Fanya tu unachofanya, utaenda kuhesabu makaburi ya watoto wako kule Kitangiri. Si ujali malezi. Na unaona hiyo inatosha. Wakati kijana wangu John, wengi mnamfahamu, maana alipangwa kuletwa hapa kama mchungaji, yuko kule Simiyu. Wakati nilipopelekwa kuwa mchungaji wa mtaa kule Mario, mara ya kwanza kabisa nilipopelekwa kuwa mchungaji wa mtaa kule Mario, John akaja wakati anasoma shule, na tulitangulia naye kule. Nilimwambia hapa kwangu saa 1 ni saa ya maombi. Yeye akaja saa 3. Akakuta nimekata fimbo za kutosha. Nikamwambia ni mawili, tunazipiga au unalala nipige kadri nitakavyoweza. Akasema baba, usinipige sana, nilikuwa mahali sina haja ya kusikia ulikuwa wapi. Hata ukiwa wapi unaelewa saa 1 ni saa ya maombi. Akalala. Nikapiga fimbo 5 na nikasema ukirudia napiga 10, ukirudia napiga 15, ukirudia nitakunyingiza miguu juu alafu kichwa chini, napiga mpaka nitakapochoka. Unaona kama mzee mkatili huyu. Hata wakamwana wangu na wakwelima wote wanajua saa 1 ni saa ya maombi. Mzee ni saa ya maombi nyumbani kwake. Mke wa John akijaga hapa na kijana mchungaji, mke wa John akija hapa, hata akiwa anakuja kuemea vitu vya dukani kwake, saa 1 ikifika, kama yuko mjini, anapiga simu, baba niko njiani, nimekosa usafiri, ndio nakuja, nivumilie. Nikamwambia siku nyingine usifanye hivi, ni saa ya maombi. Wewe babu poa, hapa ni kuja tu, unavyotaka waje, utakiona cha moto. Au unafikiri kulea ni kazi ndogo? Kulea sio kazi ndogo. Kazi ya kulea inataka msuli. Watoto wa Haruni walipokufa, Haruni akataka kutoa machozi. Musa akamwambia, ukitoa tu machozi hata wewe unaenda, maana haya ni matokeo ya malezi yako mabaya. Ukisoma Mwanzo Kutoka sura ya 4, Mungu alitaka kumuua Musa. Wakati Musa aliambiwa kutahiri mtoto wake wa kiume, mke wake akasema, kutahiri ya nini? Wakati wanatoka katika Midiani, katikati njiani, malaika akajitokeza anataka kummaliza Musa. Zipora akachukua jiwe akamtahiri mtoto wake mara moja. Malezi. Wewe unaacha tu watoto wanajitembelea kama watoto wa bata. Atakachopata waokote. Vitoto vya Waadventista wa Sabato ndio vinavyofanya stage show. Huyu ni wa mshiriki, huyu ni wa mzee, huyu ni wa shemasi mkuu, na hakuna mzee anayesema chochote. Utatoboa? Hauwezi kutoboa. Na Biblia inasema ile Samueli, turudie pale Samueli. Anasema kwa maana, Samueli ya kwanza sura 3 fungu la 13, kwa maana nimemwambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu alioujua, kwa kuwa wanawe walijiletea laana
watajiletea watoto, lakini wewe utavuna kile walicholeta. Maana ulikuwa babu poa, walifanya walivyotaka. Sikiliza nikwambie, mama yake na Farao, wakati wa hukumu itakapotolewa, Mungu atamnyanyua aone matokeo ya kuwatesa watu wa Mungu katika nchi ya Misri. Farao akainuka, Farao asiyemjua Musa, asiyemjua Yusufu. Israeli ikateseka, ikaumia kwa uchungu. Bwana atamnyanyua mama ya malezi ya mtoto wake mkatili. Kayafa, Mungu atamnyanyua wakati Bwana atakapokuwa anatangaza siku na saa ya kuja kwa Bwana kwenye special resurrection. Kayafa ataona matokeo, mama yake ataona matokeo ya mtoto wake Kayafa alivyomnyanyasa Yesu wa Nazareti na kumletea mateso makubwa. Herode, Nero, mama zao watainuka na watoto wao kama matokeo ya malezi yao. Utavuna unachopanda. Ibrahimu aliwaamuru watoto wake ya kwamba hili haitawezekana. Biblia inasema Mungu alimjua Ibrahimu ya kwamba ataamuru watoto wake waende katika njia za Bwana. Sikiliza, wanawake waliofanya mambo makubwa, wanawake waliofanya mambo makubwa, na matokeo yake jinsi roho ya unabii inavyosema. Inasema wakati Bwana atakapokuwa anatangaza siku na saa ya kuja kwa Bwana, wale watakaopewa heshima maalumu ya malezi bora, atainuka Yokebedi, mama yake na Musa, na kupewa heshima alivyolea mtoto wake vizuri. Yokebedi pamoja na Amram. Unalea watoto, unalea mapooza. Hata Pastor Hosea alikuwa anatuambia hapa, mtoto anaweza kujua remote na kutafuta kila mitandao. Mwambie akalili fungu. Msiba mkubwa. Mama unapika jikoni, unasimulia mambo ya mikanda sijui ya nani. Huwa kuna mikanda sijui ni mikanda ya nini, wanafuatilia. Hata wanasema masomo haya yana mafundisho. Biblia ikose mafundisho, ile mikanda ndio iwe na mafundisho. Mtu mzima hofu. Ile mikanda ndio itakuwa na mafundisho. Vitoto vinajua nyimbo za kanda mbongo mani. Mama mmoja alikuwa enzi hizo za HIV, wakati HIV imepamba moto. Mama mmoja akawa anatoka Dar es Salaam, wakaona wamwekee nyimbo za kumtukuza Mungu, nyimbo za kumtia moyo, nyimbo za dini. Yeye akasema, na amekonda yuko hoi bin tabani. Hivi nauliza kaka, hivi hakuna nyimbo zingine isipokuwa hizo za Yesu tu? Wakamwambia, ungependa uwekewe nyimbo gani? Kanda mbongo mani niselebuke. Wakamwekea kanda mbongo mani. Akanyosha tu mkono, waya. Twende kazi. Kanda mbongo mani. Watoto wako wanajua akina Mayele, wanajua. Hata mjukuu wangu akija pale nyumbani anasema, babu mimi ni Mayele. Sasa bahati nzuri mimi nilimwambia, Umayele ni huko shuleni kwako, hapa ni kuwa mtoto wa Yesu. Anauliza, unataka nikariri Biblia? Mwanzo Kutoka yote utakaliliwa inaisha. Alafu nikalilie amri 10, zinakaliliwa zote. Nikalilie mafundisho makuu 6, anaanza mwawoka mama, anaanza fundisho kuhusu Mungu lina vipengele fulani. Fundisho kuhusu binadamu lina vipengele fulani. Fundisho kuhusu wokovu lina vipengele fulani.
fundisho kuhusu kanisa lina vipengele fulani. Mara ya kwanza, matukio ya siku za kifo, maisha, kifo na ufufuo wa Yesu. Mara ya pili, matukio ya siku za mwisho. Anakukadiria, nikadirie uumbaji. Anakariri mtoto wa miaka 3 na kengine ka miaka 5. Na hata binti mjukuu wangu mkubwa ambaye yuko kule Kibada ana miaka 9 na mwingine ana miaka kama 4. Wote ni hivyo hivyo. Niliwaambia hakuna mtoto ambaye nitasikia hajakariri mafungu. Hiyo ni lazima. Hiyo ni sharti la babu. Ninyi mtakuwa na masharti yenu kule. Na nimesema wale watoto, hakuna mtoto wa kwenda shuleni siku ya Sabato. Kazi yetu ni kulea. Wakati wa ufunuo, wakati wa kutangaza utakatifu, ufufuo wa kwanza, Yokebedi atainuka. Alafu atainuka Elizabeth, mama yake aliyemlea vizuri mtoto wake, anaitwa Yohana mtengenezaji wa njia ya Bwana. Watoto wengine wengi hakulelewa vizuri. Nyumba ya Eli kwa uovu alioufanya haitasafishwa haitasafishwa kwa sadaka wala kwa nini, wala kwa dhabihu. Walijua, wewe unajua uovu wa watoto wako. Je, unaingiaga kwenye vyumba vyao na kuangalia kwenye mabegi yao, kwenye vitanda vyao, unaangalia watoto wako wana nini? Nenda humo ndani, utakuta kondom, utakuta vitu vya ajabu. Umeshaingia kwenye ufungu, umeangalia wana nini kwenye ufungu, umeangalia kwenye nguo zao za shule. Umeshakagua mtoto wako mdogo, ukamuuliza via vya kiume, via vya kike vina kazi gani, akakueleza. Au unafikiri ni mbumbumbu mzungu wa leli enzi zako? Hata usitueleze mambo hapa tuna wakamwana na wakwelima, bumbumbu mzungu wa leli, wakamwana na wakwelima. Hata wajukuu zako. Wewe mzazi, umezaa nini? Umezaa watoto kuweka hapo? Kagua watoto wako, waulize dunia inaenda wapi, inatoka wapi. Waambie hili hapana. Kaa nao. Una siku ya kuwaombea watoto wako, au wanajiendea tu kama watoto wa bata? Watoto wa bata wanajiendea. Una siku ya kuwaombea? Umewaacha tu watoto. Ni watoto wangu. Ni watoto wako ndio. Nani anakuambia ni wa mtu mwingine? Lakini unawaleaje? Je, mnajua matukio ya siku za mwisho yatakavyokuwa? Umeketi unawaeleza? Unajua dunia inatoka wapi, inaenda wapi, au unawaacha tu? Nitaihukumu nyumba ya Eli kwa uovu walioujua, lakini hawakuchukua. Mzee hakuchukua hatua yoyote. Mama ndio achana. Mungu atubariki, Mungu atusaidie, Mungu atuokoe kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Tusimame tuombe. Baba mwema,